Habari ndugu watazamaji wa Mula Farm, karibuni tena. Director Dennis hapa, na kama tulivyotumia video iliyopita, leo tupo katika banda letu na tunaonesha jinsi tulivyo limaliza. Yaani sasa tumelimaliza hili banda, lipo tayari kumkabidhi moja wa mteja wetu, na pia yeye ni partner wetu. Tumeweza kuungana naye katika biashara ya ufugaji wa mbuzi. Na kama unavyoona, hii ni fence ya kuhifadhi mbuzi nje. Ni sehemu ambayo tunaita sehemu ya kupumzikia mbuzi. Na kwa sababu gani tumeweka hii fence? Kwa sababu ya tunategemea kuwa na mbuzi sio chini ya 600 capacity, yani ukubwa wa hili banda sio chini ya 600 mpaka 700. And then tunakuwa tunawatoa kwenda kuchungwa. Sasa tunapotoa kwenda kuchunga, hii sehemu ni sehemu ambayo wao wanafikia wakija kutoka kuchunga, wanakaa hapa kwanza. Ni kama sehemu ya kupumzika. Baada ya kupumzika, baada ya hapo jioni tena wanatoka, wanaenda kuchungwa. And then kule ndani asubuhi wanakuwa wanatolewa. Kuanzia saa 1 wanatolewa, wanakaa hapa nje. Wakiwa wanasubiria, asubuhi nifungue hii, naonesha wakiwa wanasubiria kwenda kuchungwa. Kwa usually tunasema mbuzi wanaenda kuchungwa pale umande wa asubuhi utapoanza kwa umekauka. Kuanzia saa 3 ndio mbuzi wanaenda kuchungwa. Kwa kama unavyoingia hapa ndio sehemu unapoingia, sehemu ya mbuzi kukaa. Kwa asubuhi watakuwa wanakaa hapa. Kwa ukiwa na banda, kitu kama hichi ni cha msingi, cha muhimu sana. Mbuzi wasio wanakaa ndani, kwa sababu itakusaidia upasiwe na shida ya usafi, au tunasema tunaweza kucontrol hygiene ya mbuzi. Wakikaa ndani sana, tunaweza tukatengeneza magonjwa au tukatengeneza mlipuko mengine ambayo sio mizuri. Kwa hiyo tunasema kiutaalamu tunaweka hapa. And then katika hii sehemu sasa, hii sehemu tunakuwa kwa mteja wetu ambaye tumemtengenezea, tumemshauri sasa kwa step nyingine au awamu ya pili tutapokuja tutapanua uwanja. Kwa sababu tukaambia uwanja kwa sasa hivi hautatosha mbuzi 600 kukaa sehemu hii. Kwa hiyo tukasema tutafanya kitu inaitwa blocking, au tutaweka hii itakuwa ni section 1 afu tutaweka section 2. Unaweza kuonesha hiyo sembele. Kwa hapo mbele, hiyo mbele tutaisogeza, tutaweka section 2, sehemu ya kupumzikia tena mbuzi. Kwa hiyo tutatengeneza mlango kama ule pale, tutaunganisha tena nyavu kuweka block A au block B au section 1 section 2 ya kuweza kuaccommodate mbuzi wetu. Kwa nini tunafanya hivyo? Ili pasiwe na msongamano wa mbuzi sehemu moja. Na kama unavyoona hapa ni kilima. Hichi kilima mbuzi wanapenda sana kukaa. Tabia ya mbuzi ni wanapenda sana kukaa juu. Kama unavyoona ni kilima. Ni kama kichuguu. Kwa hiyo tuna uhakika hii itakuwa ni sehemu special sana kwa mbuzi. Kwa mbuzi wetu watakuwa wanakaa hapa wote. Asilimia kubwa watakuwa wanakaa hapa. Na itakuwa ni nzuri kwao, kwa sababu mikojo itakuwa inashuka chini. Kama watakuwa na ile mavi yao yanateremka chini, sababu mbuzi wapendi maji. Ndio maana tukajenga banda la kuinuka juu. Mbuzi wapende unyevu. Sawa? Kwa hili ndio banda letu, na milango tumeweka miwili. Tumeweka mlango ule kule, that's the main entrance, mlango wa kuingilia mkubwa, na huu ni second entrance. Huu ni mlango kwa ajili ya watoto. Yes, kwa sababu ya ukubwa wa wanyama ambao tutaweka. Ukubwa kama pale unavyoona, tunamalizia main entrance, sehemu ya mbuzi kupanda kwa ajili ya show tu, lakini kama vile ilivyo mbuzi anaweza kupanda wakaingia. Lakini tutaweka mabanzi kama hivyo, tuweka 4 ili angalau pawe na show nzuri, mbuzi wasije wakapitiliza, sababu wanapenda kucheza, wanapenda kukimbia. Kwa hiyo tunawekea ukingo kwa ajili ya huo urefu, wasije kadondoka chini wakaumia kwa upande wa chini. Kwa hiyo ndio setup yetu ya nje. Hii ndio nje palivyo. Na huo ndio mpango wa nje. Na huyu ni partner wetu kama tumesema, ametutaka sisi tuwe partner wake kwa sababu ya biashara ya mbuzi. Ana maono makubwa. Anataka kuweka mbuzi wa Boergot, pure Boergot, anataka kuweka Garagot, anataka kuweka different breeds ambazo ni za kisasa, na aweze kutengeneza na yeye awe breeder, awe ni mzalishaji wa mbegu, awe ni anaboresha mbegu kutoa ile za kienyeji akaleta mbegu ya kisasa kwa kuzichanganya. Kama vile tunavyowaelekeza, tunavyowapa elimu jinsi ya kuboresha mbuzi wetu
wa Kitanzania wawe bora zaidi, tuweze kuwapeleka sokoni kwa haraka. Ndani ya miezi 8 mbuzi awe na kilo 60, ana kilo 80, ana kilo 50. Hiyo ndio kitu ambacho tunakitazamia. That's the business. Hiyo ndio biashara. So uwekezaji wake huu unavyoona ni mkubwa kutokana na yale maono yake ni makubwa. Na tumekaa hapa katika ekari 36, ekari 36 ndio ukubwa wa eneo lake. Na pia kama tulivyoonyesha video nyingine, ana plani ya kuweka majani. Kwa nyuma hili jengo, kama tulivyoonyesha video iliyopita, ndipo tutaweka majani yetu ya Super Napier. Majani yetu ya Super Napier kwa ajili ya kuendeleza kuwapa nutrient, au kuwapa virutubisho ambavyo ni vizuri. Yes. So katika huku nyuma tumepanda au tunategemea kupanda eka 4 za majani. Eka 4 za majani ya Super Napier Puncton 1 na Chunkao tutapandisha huko nyuma kwa ajili ya kuimprove, kwa ajili ya kutengeneza commercial. Hii itakuwa ni commercial farming. Ni shamba la kibiashara, shamba ambalo lina plan, lina strategy, na tutaendelea kutoa video tofauti kwa sababu tumekuwa ubia naye, na tutakuwa tunaonesha kila hatua, tunaonesha maendeleo, tunaonesha jinsi gani tunavyoweka wanyama, tunaonesha jinsi gani tunavyofanya tunachokifanya. Na pia chengine naweza niko hapa dondoo. Kwa hapa nje pia huko mbeleni tutakuja kubadilisha. Tutaweka zile sehemu za kula majani ambao ndio Super Napier ambao tumeyapanda, sehemu ya kula pumba, sehemu ya kunywa maji. Kwa hiyo watakuwa wanakaa hapa, lakini hawakai wamekaa tu bure. Watakuwa wanakaa hapa nje, lakini pia kutoka kuchungu wanafika hapa, tunaita semi intensive kind of feeding au kind of namna au mfumo wa kufanya ufugaji. Wanatoka nje, wakitoka ndani, wakirudi ndani wanalishwa. Kwa hiyo hawa mbuzi watakuwa wanakula muda wote. Hawataachwa wakae tu, sababu hii ni biashara na tunataka kukomboa muda. Kwa hiyo tunachokifanya, tutaitengeneza hapa vizuri sana. Tutaweka hiyo ya pili, na hii tutaonesha tunavyotengeneza sehemu za kula. Na watakuwa wanakula hapa, watakula hay, watakula hizi silage, watakula hizi majani ambayo tunazalisha wanyama. So bila kupoteza muda, nifuate tuoneshe ndani tulivyofanya. Na pia kama sijasahau, tumeweka hizi fence. Hizi fence tumeziweka kwa ajili ya hii. Tumeweka fence kwa ajili ya mbuzi wasipate access, wasiweze kuingia huku chini. Mbuzi wasiingie huku chini wakala majani ambayo watakuwa wameota, ama kwa sababu patakuwa na mikojo imedondoka huku chini, patakuwa na kinyesi chao kimedondoka huku chini. Kwa hiyo tutaepusha wasipate magonjwa, au tutaepusha milipuko ya magonjwa isiwe mingi ndani ya shamba letu. Ndio maana tukaweka hii fence. Kwa kama ukitengeneza pia nayo zuia mbuzi wasipate access au wasiweze kuingia huku chini. Sawa? Ndio maana tukaweka hii fence. Yes. So this is the main entrance. Kama unavyoona, baki kidogo tu tumalizie banzi 3 ndio hizi hapa, tunapiga banzi 3 na hapa tunafunga. Na hapa tutafunga vizuri. Kwa hiyo kazi inamalizika kesho, unaona? Tutafunga kwa hivyo palikuwa kama ni balcony fulani hivi. Kwa bosi anaweza kuja akakaa hapa, anakunywa kofi yake hapa, anaangalia mbuzi wake hapo nje. Safi kabisa. Kwa this is the main entrance. Na main entrance imewekwa milango miwili. Naweka milango miwili kama unavyoona. Kwa hiyo milango miwili. Hii ndio main entrance. Kidole chako hajagusa nani kamera. Hii ndio main entrance. Yes. Na kwa nini tumefanya imekuwa kubwa hivi? Karibu. Tumefanya imekuwa kubwa main entrance kwa sababu ya huku patategemea patakuwa na mbuzi wengi sana wanatoka nje na kuingia ndani. Kama nilivyosema, entrance ya kule utafika tutaonesha kule ni kwa ajili ya watoto. That's why tukaweka kule mlango mmoja na utaona corridor yao ni ndogo. Lakini huku ndio the main ambapo mbuzi asilimia kubwa 80 nzima wakubwa wote watakuwa wanapitia hapa kwenda nje. Na watoto wote watakuwa wanapitia kule kwenda nje ili pasiwe na mwingiliano na pasiwe na challenges za kupata kuumia watoto ama watoto kugongwa, vitu kama vile. Yes. So huku ndani kama unavyoona tumetengeneza vyumba. Na mtu anajiuliza kwa nini tumeweka vyumba. Vyumba tumeweka maalum kabisa kutokana na plan au strategy, mkakati ambao tumeongea na partner wetu na mfugaji mwenzetu.
tukaelewa kwamba anachokitaka, na sisi tukamshauri kutokana na utaalamu wetu kwamba tunapenda tukiwa na Bua Goat Pure, tunataka Bua Goat Pure wakae wenyewe tofauti, wasichanganyike na local goat au Gala goat, kwa sababu tunataka tutengeneze kitu kizuri, tusipate inbreeding, wasipandishe wenyewe kwa wenyewe, na pia namna ambayo tutavokuwa tunawajali pure Bua Goat ni tofauti na tutavowajali local goat. Umeona and then kuna magrupu mengine kama unaona, hii ni ndio korido yetu ni kubwa kabisa. Wani mbuzi hapa anageuka vizuri, wanapishana, mbuzi wengi wanapita na hii ni ndio milango yetu kuingia huko ndani. Kwa hiyo inamaanisha katika vyumba hivi kuna chumba ambacho tumesema tutaweka wamama ambao kama hicho unavyoona, tuweka mama ambao wana mimba. Kwa nini naweka mama ambao wana mimba? Kwa sababu tabia ya mbuzi huwa wanapenda kupigana vichwa. Kama wamtaki mbuzi fulani kwenye grupu lao, watakuwa wanamwataki, wanampiga vichwa. Kwa hiyo tukasema mbinu nzuri ili tuwe na mradi ambao unatuingizia hela na tuweze ku make sure tunalinda uwekezaji wetu, kwa sababu majike wenye mimba ndio wanakuja kutupa faida katika mradi wetu. Tukasema majike wenye mimba wote tutakuwa tunaweka katika chumba chao, wanakuwa wanatengwa, sababu faida ya shamba ni watoto. Pasipokuwa na watoto shamba halina faida, sababu ile tunaita first capital, ile capital ya kwanza ambayo tumeiweka ndio wale ambao tumewanunua, tunaita parent stock, ndio wazazi. Unaelewa sasa hapo ndio maana tukapartition. Kwa hiyo wazazi watakuwa wanakaa katika mavyumba haya, and then watakuja wazazi kuja kuzaa watoto. Ukija kuzaa watoto, wale watoto pia tutakuwa tunawatenga katika vyumba. Kwa kama chumba kingine pia tukasema tutaweka madume tu. Tunategemea patakuwa panazaliwa madume. Yes, patakuwa kama chumba kama hicho unavyoona. Tukasema hiki tutaweka madume ambayo tunapeleka labda sokoni. Haya ni kwa ajili ya kuuzwa nyama, sababu madume tutakuwa tunayachagua, tunafanya selection ya madume wachache tu ambao watakuwa ni kwa ajili ya kuzalisha majike wetu. Wengine wote ambao wanakuwa wanazaliwa kwenye shamba kama ni majike, kama ni madume lazima wapelekwe kuchinjwa, tuondoe kitu kinaitwa inbreeding au tuepuke inbreeding, kupandana wenyewe kwa wenyewe, kaka na dada, mama na mtoto, mjomba na mjukuu, hivyo mtoto kama vile. Kwa mambo kama hayo yanasaidia kuwa na hizi partition au kuwa na vyumba kama haya, yanakusaidia wewe kuwa unaweza kufanya management. Katika biashara kinatushughulisha kikubwa ni management, namna namna ya kuendeleza shamba au kusimamizi, namna ya kusimamia shamba. Kama unavyoona milango yetu. Naona milango iko vizuri kabisa. Kwa ukifungua hapa, mbuzi wanatoka, unafunga. Kwa hiyo kama chumba kama hichi tukasema hiki chumba tukasema okay, vyumba viwili tutavitenga sasa. Chumba hichi tunasema tutaweka kwa grupu la watoto ambao tukifanya kitu kinaitwa natural synchronization, kuwapandisha kwa msimu mmoja wa kupandwa, patakuwa wanapishana. Kama msimu huu wanazaliwa grupu hili, ashumu na mbuzi 600 au mbuzi 300 wakakuzalia, kwa unaomesha una watoto 300 wapya. Ndio sasa watoto 300 wapya, afu na watoto wengine watazaliwa tena msimu mwingine 300 wengine. Ili sasa tusipate mchanganyiko, tukasema wale ambao watakuwa wana umri kuanzia miezi 5 watakuwa wanakaa hapa. Kuanzia miezi 5 ambao tayari tushawavuna watu kwa mama, tayari wameanza kula chakula wenyewe, watakuwa wanakaa hapa. Sasa hawa ndio watakuja kutusaidia kuja kuwatenga sasa, kuja kuchambua wapi watakuwa madume wataingia kule kwa ajili ya kuuzwa, kupelekwa sokoni kuuzwa nyama, wapi watakuwa ni majike ambao watabaki shambani yaingie katika vyumba vingine katika mfumo wa uzalishaji. Tuendelee. Umeona Then tukitoka hapa tuende pale tena. Kuna chumba kingine tumekitenga. Hiki chumba hiki ni chumba special. Ni special kwa watoto ambao wana siku ya kwanza. Watoto ambao wamezaliwa siku ya kwanza watakuwa wanakaa humu. Wale ambao wamezaliwa wanaitwa day 1 old, siku ya kwanza. Beautiful place, sehemu yao ni nzuri kama unavyoona. Hapa ndipo watapokuwa wanakaa. Kwa hiyo tunatazamia
kuanzia siku ya kwanza mpaka miezi mitatu hawa mbuzi watakuwa wanakaa humu ndani. Kwa kama ni vitoto 200, vitoto 300 vitakuwa vinakaa humu ndani kwa muda wa miezi mitatu. Kwa inamaanisha hiyo ni awamu ya kwanza au msimu wa kwanza wa uzalishaji tukifanya natural synchronization. Umeelewa sasa hapo And then tukaambia partner wetu tutanunua maturubai, sawa? Yale maturubai ya blue yale tutayaweka huku juu. Ukifika msimu wa kuzalisha tutafunga huku na maturubai kote huku. Tutafunga na maturubai. Ni siku tu au ni msimu ule wa kuzaa au wa kuzalisha ndio tutafanya hivyo. Chumba hichi ni maalum kwa ajili ya hicho. Umeelewa sasa hapo Ndio tukatengeneza hivi. Kwa hii ndio mfumo wetu au na namna ambayo tukaona banda lake la mbuzi 600 mpaka 700 tulijenge au tuligawe huko ndani partition vyumba na kila chumba tukiwekee nini nasema kazi maalum labda na kila chumba utakuwa unaviona ni kikubwa kwa hiyo tunaweza tukawa tunakifanya modification, tukawa tunavigawa vyumba tunavizidi kwenda, sababu ni biashara. Kumbuka biashara inakuwa, si ndio? Afu ina maboresho zaidi. Lakini kwa sasa hivi hapa anaweza akatumia bila shida yoyote. Na kwa nini tumekuambia tunaweka ama turubai kwa chumba cha watoto? Kwa sababu ya kitu kinachoitwa pneumonia ambayo inaua watoto sana, ama upepo mkali ama baridi inawasumbua watoto na inawaua watoto. Halafu pia hiki chumba chao cha watoto ifika msimu wa watoto tunakuwa tunaweka chini majani makavu. Kwa hiyo hawatakuwa wanakanyaga hapa. Kwa hiyo usipate shida ukiona mbona kuna nafasi. Hizi nafasi chumba cha watoto usually tunaweka majani. Kwa hiyo majani msimu ambao yamekauka yale tunatandaza huko. Kwa hiyo kama kitanda. Sababu hawa ndio hela yetu hawa. Hatuhitaji upepo ambao unatoka chini ule. Unajua tuko juu so upepo unapita huku chini. Kwa pia wakilala kumbuka watakuwa wanapigwa upepo kwenye tumbo Sasa kule napo unapata pneumonia, mafua, homa. Sasa ile ni mbaya, inaua sana watoto. Na kumbuka watoto ndio faida ya shamba. Faida inatokea katika hawa watoto. Ndio maana tunasema tutawajali kiasi hichi na fika huo muda tuko tunafanya hivyo. So jamani, ndio shamba la moja wa mfugaji wetu. Yupo Misugusugu Kibaha na tumeweza kulimaliza rasmi, na ifika kesho tunamkabidhi banda na tunaanza kuingia katika mfumo mwingine wa makubaliano ambayo tumeongea naye, kwa sababu ni partner wetu. Tuanze kutafuta mbegu na tuanze kushauriana namna gani ya kuanza kuinvest katika wanyama. So kama unahitaji huduma yetu Mulap Farm, namba hiyo hapo chini tupigie au tutafute WhatsApp. Hiyo namba iko WhatsApp. Text WhatsApp unachokitaka. Unataka banda la mbuzi wangapi? Mbuzi 100, mbuzi 200, mbuzi 300, mbuzi 400, mbuzi 500, mbuzi 600, mbuzi 1000, mbuzi 2000, 3000, 5000. Wewe tuambie, alafu tutakaa chini tutaongea namna gani ya kufanya hiyo. Tunasafiri kwenye mikoa, tunasafiri nje ya nchi, kokote ulipo. Tunaweza kuwasiliana tukapanga, tukafanya planning. Yes, kitu kizuri kinagharamia. Na kama una swali unataka kuuliza imegharimu kiasi gani kujenga banda kubwa kama hivi, unaweza ukaonesha kwa ukubwa. Sasa onesha walione ukubwa wake. Hii ndio banda zima jamani. Hilo ndio banda. Hilo banda limegharimu estimation ya Tanzania shillings tuseme milioni 20 inafika hapa. Kuanzia milioni 18 mpaka milioni 20. Inafika kabisa. Hiyo ni kununua material tu. Bado hujamlipa fundi. Lakini hapo umekuwa umemaliza, una uhakika hiyo hela unairudisha ndani ya miaka 2. Alafu inarudi vizuri kabisa, kutokana na tutavukaa chini na wewe, tutakufanyia consultation, tutakushauri namna gani ya kufanya biashara na namna gani ya kurudisha hela yako. Kwa vitu vyote hivyo tunavifanya, tunatoa hizo huduma. Na tupigie, ongea na sisi, tufuate katika mitandao yetu ya YouTube, tufuate katika mitandao yetu ya Instagram, tufuate katika mitandao yetu ya Facebook. Mulap Farm Facebook utatuona, Instagram Mulap Farm utatuona, ukiandika Mulap Goat Farm utatuona katika wale ambao wanapenda mbuzi. So tunashukuru sana jamani. Muwe na wakati mzuri, asanteni sana na asante sana.